Mheshimiwa, nataka nichukue fursa hii mbele ya bunge lako tukufu kumpongeza Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ameweza kuondosha kero 11 katika kipindi chake. Leo hii tunazungumzia kati ya kero 25 tumebakishwa na hoja 3 peke yake. Sasa mimi leo nashukuru sana waheshimiwa wabunge mlio wengi mmetambua na kulithamini hilo. Na naomba nichukue fursa hii kueleza ndugu zangu waheshimiwa wabunge na wananchi wanaosikia kwamba haya si mafanikio madogo, ni mafanikio makubwa sana. Ni mafanikio ambayo tunahitaji tujivunie, na ni mafanikio ambayo yamewezesha kufanya muungano wetu uwe imara zaidi. Lakini waheshimiwa wabunge, katika kero 3 zilizobakia, kero 2 tunatarajia kuzimaliza muda sio mrefu, na moja iko chini ya mamlaka yenu katika bunge hili panapomajaliwa. Tunataka tuwasilishe mabadiliko madogo ya sheria kuimaliza kero moja ambayo kati ya hizo kero zilizobakia. Kero hii ni kero ambayo inahusu usajili wa vyombo vya moto. Tunatarajia mkiridhia waheshimiwa wabunge, na hakika mtaridhia, kwa sababu nyinyi ni watu ambao mnaamini kabisa juu ya dhamira ya dhati ya kuondosha hoja hizi ili tuweze kuimarisha muungano wetu. Lakini hata hoja nyingine moja yenyewe tunatarajia katika kikao kijacho kitakachofanyika siku ya tarehe 25 cha kamati ya pamoja ya fedha kwenda kuimaliza. Hivyo kwa kipindi hiki tutakuwa tumemaliza kero 24 kati ya kero 25. Hayo si mafanikio madogo. Kero moja ambayo imezungumzwa inahusu masuala ya kifedha, ikiwemo masuala ya mgao wa hisa za iliyokuwa sarafu ya Afrika Mashariki, bodi ya sarafu Afrika Mashariki, ambayo kuna madai kwamba Zanzibar ilichangia hisa kwenye benki ya Tanzania wakati wa uanzishaji wake, na hivyo hoja iliyopo ni kwamba mgao huo uzingatie hisa hizo. Hoja hii pamoja na hoja ya mfuko pamoja fedha, hoja hizi za kifedha zinahitaji umakini na utulivu hali ya juu. Hata hivyo, waheshimiwa bunge, ikiwa Mama Samia ameweza kupunguza hoja 11 na hizi 2 tunatarajia kuzimaliza kwa kipindi cha miaka 5, ni imani yangu na hii moja itamalizika. Na ndio maana waheshimiwa wabunge, leo hii tumezungumza kwamba sasa tunakwenda kufanya Wizara ya Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais pamoja na kamati, kwa sasa si wizara tena ya kuzungumzia hoja za muungano, bali ni wizara ya kuzungumzia fursa za muungano. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mkakati wetu wa kuelekea kwenye fursa ambazo ziko nyingi, bahati mbaya sana fursa hizi ambazo wananchi wa pande mbili wameendelea kufaidika nazo zimekuwa zizungumzwi sana, lakini wakati umefika sasa kufanya kila linalowezekana ili elimu hii iweze kufika kwa wananchi. Kwa kutambua hilo, Mheshimiwa Mwenyekiti, tumekuja na mpango kabambe wa elimu kwa umma kuhusu muungano, na tunaomba tushukuru bunge lako tukufu kwa kuridhia Wizara ya Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais kuweza kuja kutoa semina kwa waheshimiwa wabunge. Waheshimiwa wabunge, tunawashukuru sana, maoni yenu mazuri mliotoa pamoja na wajibu wa wawakilishi ambayo tutayazingatia, na tunaamini semina hii imeleta tofauti hata na nyinyi miongoni mwenu kuongeza uelewa juu ya masuala mbalimbali ya muungano, ikiwemo fursa zilizomo ndani ya Jamhuri ya Muungano. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kufanya hivyo, mkakati huu unalenga katika mambo mengi. Tunajua kuna changamoto kubwa ya uelewa hususan kwa vijana kuhusu masuala ya muungano. Hivyo moja katika mkakati wetu huu kabambe utagusa maeneo ambayo yanawagusa vijana. Ni swala la midahalo, semina, makongamano na mashindano mbalimbali ikiwemo insha kupitia kwenye shule zetu, vyuo vyetu na kadhalika. Lakini kupitia mitandao ya kijamii ni maeneo ambayo vijana wanaitumia sana. Naomba nitoe wito kwa waheshimiwa wabunge kuingia katika mitandao ya kijamii ya Wizara ya Nchi, Ofisi ya kupata taarifa mbalimbali kuhusu muungano. Jingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, katika bajeti hii tumetenga fedha kwa ajili ya kutekeleza ahadi ya Mheshimiwa Rais ambayo ametoa wakati wa kampeni za uchaguzi ya kuanzisha makavazi
Hivi tunavyozungumza tumekamilisha ujenzi wa jengo letu iliyopo Mtumba, ambapo tutakuwa tuna makavazi ya muda, lakini katika bajeti ya mwaka huu tumetenga fedha kwa ajili ya kujenga makavazi hapa Dodoma pamoja na Zanzibar. Tunaamini kwamba makavazi hizi zitakapokamilika zitasaidia sana kuhifadhi nyaraka mbalimbali zitakazosaidia vijana wetu kupata taaluma mbalimbali kuhusiana na Muungano.